na mheshimiwa President Ruto vile waliagili, wakasema vile wasimamiza hiyo mambo na maandamano ikasimama. Mimi kwangu nimeona tena kuna mfurutano imeanza hapo kidogo kidogo. Sasa ni kama tena itaenda kukua kama 207 ile yenye ilikuwa nusu mkate. Raila akakuwa kwa serikali 50%, mheshimiwa marehemu Mwai Kibaki akakuwa kwa serikali ama ile ilikuja mambo na handshake. Na hapa pia na so sisi kama Wakenya tunangojea tuone vile hao wawili watamaliza hiyo maneno, kwa sababu mheshimiwa Raila Odinga akona watu wake wenye wanamuunga mkono na wanasikia yale anayoyasema. Vile vile the president akona watu wake wale wanasikia yale anasema. Mimi kitu chenye ningeomba President William, yeye ndiye amri jeshi mkuu wetu wa Kenya hapa. Yeye ndiye akona ile uswadi. Hakuna mahali mheshimiwa Raila Odinga ataenda kupatana na ile uswadi. Yeye ndiye akonayo. Kuungana kufanya kazi pamoja na huyu mzee Raila Odinga haina shida, na hakuna kitu inajangia, na hakuna nguvu yenye itamnyang'anya. Sasa yeye ndiye ataona mahali atapeleka nchi. Asante sana kwa kunipea hii nafasi na mimi kuchangia maneno yenye yanaendelea hapa Kenya. Nichukue nafasi hii naongea kama mfuasi wa Raila Odinga. Namwambia asikirie ngumu mambo ya handshake hatutaki. Hii serikali ni ya ukora. Tukae ngumu, saba ifunguliwe, tujue ukweli. Tumeumia hapa. Tumekasirika. Hatutaki kusikia mambo Ruto. Tunataka kuambia si barati. Aelewe hapa Kisii. Lazima tuende maandamano. Asirala akae kama simba. Amuke tuingie maandamano kabisa, tushirikane kama Kisii. Nimeshukuru. Mimi kama Mkenya na kama mfuasi ninaambia Raila Odinga, hii mambo ya kuongea na hiyo watu kama wanaona kama ni tunapega. Sisi tuko. Wacha tuendelee maandamano. This is your MC Kuntu nikitoka mji wa Kisii. I want to talk about this story of ya Raila Odinga na President Ruto. Ningependa kusema kwamba calling off maandamano is one of the best things Raila Odinga amefanya. Lakini pia hii ambao kuongelea about hii rule ambao ama ile kuelewana kwa 2007 and 2008 kulifanyika. I want to say that it's wrong because if the opposition joins the government, that probably tutaona maneno kama ile handshake venye ilifanyika. Raila Odinga alienda akanyamaza kabisa for 5 good years. Vitu zilipanda, hiyo ndio wakati mafuta ilipanda, vyakula vikapanda, and no one was questioning the government. So ningependa kusema about when Ruto said, alisema kuhusu bipartisan rule, hii mambo yake itaenda ipitie parliament, ndio kama kuelewana kwake na Raila Odinga ama kuungana itakuwepo. Ruto is buying time. Ruto anajua tu Raila Odinga hawezi shinda, kwa sababu ungeona wale wajumbe wa ODM kuna wenye wamevuka wakaenda UDA. Kwa hivyo hao watu wa Kenya kwanza wanajua wako na nguvu parliament. Kwa hivyo chochote ambacho kitapita parliament Raila Odinga hawezi akashinda, kwa sababu wajumbe wa ODM sio wengi ama wajazidi wale wa UDA. Kwa hivyo ni time anabae ndio aendelee kufanya nini kazi yake. Sio mjinga, Ruto anajua kitu anafanya. But tena niseme ya kwamba kazi ya opposition ni oversee what the government does. If the opposition itakuwa na time ya kuongea na serikali wakuwe na handshake kama yenye tuliona, trust me, Raila Odinga hata saidia wa Kenya. Na nataka niwaulize nyinyi wa Kenya, mliona Raila Odinga akisema tuandamane kwa sababu ya cost of living. Lakini baada ya kuitwa saizi, we are not seeing that. Angalia ni mali ya Kenya wangapi imeharibika kwa hii maandamano ambayo imefanyika wiki mbili. Mumeona watu wenye wakilia kutoka Kisumu, watu wakilia mahali maandamano ilifukua imefanyika. Kuna common wananchi mali yao iliharibiwa. Haujaona wakisema. Mambo nimeona wakisema ni wale wajumbe wenye walikuwa wameshikwa kwa sababu ya maandamano. Niliona kesi yao imetupiliwa mbali, imeondolewa. Lakini hii mali ya watu kama supermarket iliporwa, sijaona wakizungumzia compensation. Meaning Raila Odinga is only using us apate bargaining power.
apate table ya kwenda kuongea na Ruto. Akishapata, akipewa chenye anataka atanyamaza. You guys, you can just satisfy kutoka 2007 to 8 wakati alipatiwa nusu mkate Nyanza, we never benefited from that government a lot. Yeye hakupeana mambo yake ama ya Nyanza kuja kufanywa hata barabara ya kwao. Juzi tu ndio Uhuru Kenyatta amemfanyia baada ya handshake. Meaning huyu kijana ama huyu mzee kazi yake tu ni atutumie sisi tuende tukiandamana, akishapata kitu anataka anatulia. Siku handshake mliona hakuna bargaining power ya common mwananchi. Hapo ndio ushuru ilianza kupanda, vitu zikapanda, akaongea na Uhuru akanyamaza. Hiyo ndio time Uhuru Kenyatta alinenepa. Simuliona first term ya Uhuru Kenyatta alikuwa na stress, akakonda, lakini baada ya handshake Uhuru Kenyatta alinenepa kwa sababu mzee alitulia. Na sasa hii ndio anatuambia about 207 bipartisan rule. Kama ingekuwa ndio hizi two parties zielewane hivi, Raila atakuwa na say ya kusema government ushuru iende hii side, government vyakula viende hii side hivyo. Lakini hii ya kwenda pamoja akae na wao, trust me, haitawezekana. Kwa sababu akikaa na wao, akikaa na serikali na akae ndani ya serikali, hakuna chochote common mwananchi ata benefit. It's very simple and you can just, mnaweza mkaangalia zote za amekuwa akifanya. Saizi ametulia, haongei cost of living, haongelei watu wenye walikaa injured, haongelei watoto. Kuna mtoto hapa Kibra ameuawa kwa sababu ya maandamano, kwa sababu ya tear gas. Hatujaona hiyo familia ikaa compensated. Raila akiongelea hiyo familia. Sijaona watu wenye wameshutiwa hapa Migori, mtu amekufa, hakuna mwenye ameongelea. Raila hajaongelea. Saizi Kenya anaongelea ni wajumbe wake venye watapata power, venye anasema 207 to 8 hiyo rule yenye ilifanyika ya kuunganisha, ya kuleta maybe somebody like Kofi Anani akuje Kenya, akuje kuunganisha na serikali, then alafu apote miaka 5 akuje 2027 akuje kuambia tena mzee anataka kura. Kama anataka hiyo mambo, sisi we are not ready for another maandamano ya kuharibu mali ya Wakenya, alafu yeye anaenda na kiti anakula vizuri. It's better tujue serikali. Like Eric Omondi is doing the best job. Anaandamana kwa sababu the cost of living. Na tumeona ameandamana juzi akiwa na certificates 3 million za Wakenya graduates, akienda kutafutia watu kazi, akipelewa pale alishikwa. Na juzi tumeona mimi kama Mkenya na kama mfuasi ninaambia Raila Odinga, hii mambo ya kuongea na hiyo watu kama wanaona kama ni tunapeg, sisi tuko wacha tuendelee maandamano. William, ningependa kusema jambo moja hapa Kenya ni kwamba huyu mzee yenyewe amepigania uhuru wetu. Amepigania demokrasi tangu aanze mambo ya siasa, na tumemuona huyu mzee yenyewe amefanya bidii sana, lakini kuna mahali amefika ambapo anatakiwa aweze kuangalia vile uchumi imeharibika global, tuseme worldwide. Tukiangalia katika inchi za mbali kama Russia, vita ilitokea, mafuta ikaenda juu. Kwa hivyo sio hali ya serikali kuleta uchumi ikae ngumu, ni hali ya kukaa ili waweze kuelewana, mambo ya economy iweze kuangaliwa upya, waweze kufanya jambo kwa mambo ya economy, kwa sababu uchumi imeharibika, sio inchi yetu bali inchi zote za ulimwengu. Kwa hivyo jambo lingine ni kwamba tunapoendelea kuishi katika wakati huu, viongozi wanatakiwa waweze kukaa chini wakiwa na maarifa ya hali ya juu, ili kuona ya kwamba sisi kama mwananchi mdogo tunafaidika na mambo na mambo ya serikali. Mheshimiwa Rais wetu ambao ni Ruto, William Samuel Ruto, tungependa kumpatia kongole sana kwa sababu yeye amesimama kidete ili kuona ya kwamba Kenya yetu inasonga mbele kupitia kwa mkataba wa constitution. Tunatakiwa tuweze kuangalia mambo ya constitution, tusifanye vitu ovyo ovyo kwa barabara, lakini tuingie huko ndani tuangalie mambo ya constitution. Constitution ni kitu ya muhimu
na hata kwa nyumba yako usipokuwa na constitution ama sheria ambayo inakuelekeza, huwezi kusimamisha nyumba. Kwa hivyo constitution ni kitu cha maana katika nchi yetu ya Kenya. Na vile vile mheshimiwa wetu gavana Simbarati. Mimi kwa majina anaitwa Dennis, ni mkaaji hapa Kisii. Nataka kuchukua hii nafasi kupongeza viongozi wetu ambao ni Bwana Ruto, our president, na Mr. Raila Odinga kwa ile hatua ambao walichukua siku ya Jumapili, na Raila akasitisha maandamano, na Ruto na yeye akasema ako tayari kufanya mazungumzo na viongozi wa upinzani. Kitu ya kwanza nataka kuwashukuru kwa hilo. Jambo la pili, nilikuwa nasema hivi, kwa hizi ambazo wiki mbili ambazo zimepita, maandamano yamekuwa yakifanyika katika sehemu mbalimbali hapa Kenya, na ukweli hakuna maandamano ambayo tunaweza sema eti ni maandamano ya amani. Sijawahi ona maandamano, labda maandamano ya amani ni maandamano ya kanisa. Ukipata labda mahali makanisa zinaandamana, hapo ndio tunaweza sema hapo ndio kuna maandamano ya amani. Kwa sababu tumeona kuna wakora ambao wamekuwa wakiteka advantage wakati maandamano inafanyika. Sasa ile maandamano inaisha jioni wanaenda kupora watu. Tumeona miili ikitolewa mochari kwa sababu ya hiyo maandamano. Watu wamefikia kiwango wanaenda wanafunja maduka za watu, wanapora vitu kutoka kwa maduka za watu. So hii maandamano, mimi nimeshukuru sana Bwana Raila Odinga kwa kusitisha maandamano ambayo yamekuwa yameanza kuleta madhara. Kitu ya pili, wale watu ambao wamekuwa wakienda maandamano, mandugu zetu na madada zetu ambao wamekuwa wakilalamika sana, hata mimi mmoja wao nilikuwa ningependa na mimi nichunge na hiyo maandamano, lakini hii ni wakati wa upanzi. Nilikuwa nawaomba kama kwenu mko na shamba kidogo, wewe rudi nyumbani, panda chakula, gharama ya maisha ifanye nini, irudi chini. Sasa tukikaa Nairobi tunataka tukule, tutakula nini? Kwa sababu huko nyumbani hakuna mtu ambaye anashughulika na mambo ya shamba. So kwa saa hii mimi nilikuwa nataka kuomba wale watu wote upande chakula kidogo na wewe ukue na chakula kwa nyumba yako, kwa sababu kama uko na chakula, when we will have food we will manage the economic crisis. Wakati uko na chakula, hii mambo ya pesa at least unaweza kuwa na pesa kidogo kwa mfuko. Lakini usipokuwa na unga kwa nyumba, hata hiyo mahindi ukilima shamba yako kidogo ukue na mahindi gunia moja, itakuwa inakukimu kidogo hata upate pesa kidogo ya kula. Kitu kingine ya pili, nilikuwa nataka kuomba kama deputy president na watu wengine, msikuwe na misimamo mikali. Mkifika kwa hiyo meza ya mazungumzo, mkuwe watu ambao mnaregeza roho zenu, zikuwe roho nyepesi, sio roho ngumu ambazo tena zitarudisha mahali tumefanya nini, tumetoka. Mkuwe wangwana, mkikaa kwa meza mzungumze mazungumzo mazuri ambayo yanaweza fanya hii nchi tufanye nini, tusonge mbele. Mambo ya uchaguzi, ukiangalia mzee Raila amekuwa akisisitiza sana hii mambo ya uchaguzi na mambo ya IBC. Mimi nilikuwa nataka kuomba, kuna kitu ambacho kimejificha ndani ambacho sisi wananchi wa kawaida hatujui. For example, Ruto alikuwa anawania kiti cha urais, Raila alikuwa anawania kiti cha urais. So mimi swali langu ni hili, IBC ndio saa hii inastahili kukuja out clear ieleze hii mambo ambayo Raila anasungumzia yalikuwa namna gani, kwa sababu president yenyewe mimi naona Bwana Raila ni kama anachokoza Ruto, because they were all aspirants, they were candidates ambao walikuwa wanauliza kura. So watu ambao wanakuwa responsible na hii mambo ya kura ni watu ambao tunaita IEBC, ambao wanastahili kukuja waweke vitu zao kwa meza ambazo zinathibitisha ya kwamba Ruto alipata kura fulani na Raila alipata kura fulani. Hii mambo ya whistleblower, mimi kama mimi simjui, nasikia tu kuna whistleblower ako sijui mahali fulani. Whistleblower na yeye ajitokeze na usaidi wake, wakae hapo kwa meza na yeye aseme hizi vitu zangu nimepata hapa. Lakini tukiana na mambo ya propaganda tutakuwa tunajiumiza bure. So napongeza viongozi kwa ile hatua ambao wamechukua, kwa sababu Raila, you cannot underrate Raila. Raila is an institution ambayo anaweza fanya maneno ambayo
ako na support katika hii nchi na support yake ni kubwa. Pia Ruto ako na support kubwa. So tunataka kuomba nyinyi kama viongozi mukae, mlete amani, at least hii mambo ya uchumi yaangaliwe, mambo ya chakula, watu wakulima wapewe inputs, warudi kwa shamba, wafanya biashara wapate conducive environment, wafanye biashara zao. Mambo ya mafuta, bei ya gharama ya maisha ifanye nini? Irudi chini. Bei ya mafuta irudi chini, bei ya unga, bei ya vitu irudi chini. At least mtu wa kawaida na yeye akuwe na pesa kwa mfuko. Hii mambo ya kutoka chini bottom up ikuwe effective. Saa hii mimi hata nashangaa sana, sisi kama wana bodaboda tulikuwa nyuma mstari wa mbele kabisa kusupport president. Lakini katika wale ambao walikuwa nominated watu 50 makasi, hakuna mtu wa bodaboda alipata nafasi hapo hata moja. Hakuna mama mboga mimi niliona hapo. So bwana president, tunakuheshimu na tunawakupenda. Lakini hizi nafasi ambazo zimebaki, kama kuna nafasi at least weka watu wadogo na sisi hata tuone ya kwamba we are part of the government. Lakini tukiendelea kuachwa tu hivi, ikifika miaka 5 ambayo ni 2027 bado itakuwa ngumu, maswali itakuwa mingi na majibu labda itaweza kosa ya kutupea. So kwa saa hii nawaombea mema, mukae venye Raila aliweka maneno yake, president naye akaweka maneno yake, na makanisa, watu wote wajumuishwe katika mazungumzo. Lakini pia watu wasikuwe na roho ngumu, wakuwe na roho nyepesi ya kuleta amani. Tuangalie Wakenya milioni 50, tusiangalie watu wawili ambao wako na mahitaji yao na maslahi yao wenyewe. Asante sana.